Mbinu 5 za kunyanduliwa na mwanaume mwenye muhogo mkubwa kuliko kitumbua chako. Ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba kuna wanawake ambao wapo katika mahusiano au wapo katika ndoa, wanajikuta wanapata maumivu kutokana na mwanaume kuwa na muhogo mkubwa. Sasa kuna mbinu ambazo unaweza kuzitumia wewe mwanamke wakati unapokuwa unafanya mapenzi na mwanaume ambaye ana muhogo mkubwa, ili usiweze kupata maumivu, kwa maana 100% wanaume hawajawapenda wanawake. Ndio maana unakuta mwanamke anapata maumivu wakati anapokuwa anafanya mapenzi, halafu mwanaume hajali. Hii ni kwa sababu 100% ya wanaume huwa wanaoa wanawake bila kuwapenda. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba kuna utofauti wa kuolewa au kuwa katika mahusiano na mwanaume anayekupenda, na kuna utofauti wa kuwa katika mahusiano au ndoa na mwanaume ambaye hakupendi. Mwanaume ambaye anakupenda, kuna vitu ambavyo mnapokuwa mnafanya mapenzi hawezi kuvipotezea. Mfano, kupata maumivu, lazima atakutreat kama mtu ambaye anampenda. Lakini 100% wanaume wapo katika mahusiano ama wapo katika ndoa pasipo kuwapenda hao wanawake. Kwa hiyo nimeweza kusogezea mbinu 5 ambazo wewe mwanamke unatakiwa uweze kuzitumia ili usiweze kupata maumivu. Mbinu ya kwanza, hakikisha amekupapasa mpaka umetengeneza uteute. Yaani vyovyote vile mwambie kwamba hakikisha kwanza unanipapasa. Usikubali akuingizie muhogo bila kukupapasa. Kwa hiyo hii mbinu ya kwanza, hakikisha amekupapasa mwanaume. Na pia mbinu ya pili, hakikisha amekupaka kilainishi katika kitumbua chako. Hii pia ni mojawapo ya mbinu ambayo itakusaidia usiweze kupata maumivu, kwa sababu utakuwa umeshatengeneza uteute, alafu akikupaka kilainishi. Mfano, kuna vilainishi tofauti tofauti, unaweza pia kutumia hata mafuta ya nazi, japokuwa sio mazuri sana, lakini kama hayapo tumia hayo mafuta, itakusaidia. Kuna mafuta ya KY, hayo ni mafuta mazuri sana. Lakini hakikisha mbinu ya pili amekupaka kilainishi. Na pia mbinu ya tatu, hakikisha huyo mwanaume amejipaka kilainishi katika muhogo wake. Na pia mbinu ya 4, hakikisha anaingiza muhogo kistaarabu. Yaani sio kama anaingiza kama anakimbizwa, hapana. Yaani hakikisha unamwambia kwamba ingiza taratibu. Asiingize kama anagombana. Na pia mbinu ya mwisho, hakikisha anakuweka katika staili ambazo hautopata maumivu, kwa sababu mwanaume ambaye ana muhogo mkubwa, kuna staili ambazo akikuweka wewe mwanamke lazima uweze kupata maumivu kulingana na kitumbua chako. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba kama una kitumbua kidogo, kuna staili ambazo hautakiwi kuweza kuzifanya. Kama utahitaji kuweza kuzifahamu hizo staili, utanitumia ujumbe WhatsApp kwa namba 0713728736, na kama utakuwa nje Tanzania utaanza na jumlisha 255713728736. Kama utahitaji kuziona hizo staili, utalipia shilingi 10,000. Nitaweza kuelekeza kwamba hizi staili na hizi staili hautakiwi kuzifanya. Lakini nikukumbushe kwamba kama unahitaji kuweza kufahamu mwanaume anayekupenda, hakikisha unapata hiki kitabu. Kitabu hiki kitakusaidia sana kuweza kuingia katika mahusiano sahihi, hali ambayo utafunga ndoa sahihi, kwa sababu mahusiano sahihi ndio yanajenga ndoa sahihi. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kutambua hilo. Kitabu hiki kinauza shilingi 15,000. Kama utahitaji pia ushauri, ni cheki WhatsApp. Kama utahitaji kupata video za siri za mapenzi, ni cheki WhatsApp kwa namba 0713728736. Na kama utakuwa nje Tanzania utaanza na jumlisha 255 713 728736.